Odi. Odi. Karibu. Kila size. Salama, karibu. Asante, mume wako nimemkuta? Hayupo, hujamkuta? Hayupo kweli au nimemkuta? Hayupo, ametoka. Basi sawa, haina shida, namsubiri mpaka arudi. Kwani kuna tatizo lolote? Dadangu, akifika wewe mumeo ndio utajua tatizo ni nini. Sawa, basi karibu ndani. Sina haja, namsubiri hapa nje. Sawa, mimi nipo ndani. Yaani rafiki yangu mwanangu, wewe ndio msaada ambao umebaki kwenye hili. Yaani nakwambia nimetoka huko kwenye mizunguko yangu. Niende nyumbani nikapumzike. Yaani ile inachungulia tu. Yule demu mwanangu huyu, umeona? Yupo kibarazani pale pale. Yaani amekaa kabisa mwanangu, amekaa na mtumbo wake ameupakata hivi ananisubiria mimi. Umeona? Yule ambaye nimemjaza mimba huko, yaani huyu kama mwezi wa pili hatujaonana, yaani mwanangu si kwa mimi vuruko, mwanangu nimechanganyikiwa. Nasubiri tu msaada wako yani. Yani hapa yenyewe niko pembeni tu pale, nimemwona kidogo nikazunguka nyumba. Nipo nyuma huko hapa, nimekupigia simu uje unisaidie mshikaji wangu. Yaani wewe kama ndio fanya haraka uje. Wewe ninapoongea yani mwanangu naongea kwa pressure, nimechanganyikiwa yani, nimevurugwa. Ufike ndio ufike. Fresh poa. Fanya hivyo. We dada. We dada. Shida nini tena jamani? Tumbo shoga. Tumbo. Mama yangu, unaenda huko au wapi? Unaelekea kwani unaelekea vipi huko au? Amka dadangu. Amka twende hapo na kidispensary. Wewe shemu, kujifanya pale mtoto wa kike na kusaidia, najua namsaidia mtoto wa kike mwenzangu, kumbe ni wewe. Haya, lengo la kunileta hapa ni nini? Shemeji, kwanza nikuombe samahani. Samahani? Samahani nini pale? Yaani leo nilikuwa nimeenda pale kufuata huduma yangu. Miezi miwili nali. Yaani imagine ni wewe. Maana wewe umevaa baibui mradi jifanya umefanana na mimi. Sasa imagine na ungekuwa una hali hii. Miezi miwili hujahudumiwa. Na mimi lengo langu kukusaidia wewe. Hivi unajua yule mwanamke angejua kwamba hiyo mimba kaisababisha mume wake, hali ya kuwa hajui chochote na hajakuoa. Hivi unahisi ingetokea nini pale? Sasa mimi leo ndio nitaka pale nijulikane, imadi niwe huru na huu mzigo. Siwezi mzigo kwa unajificha. Kwani nimebeba kitu gani hapa? Huyo ni mtoto. Kwa mimi sitaki kujificha tena, nimechoka. Hivi tangu akusababishia ujauzito hajawahi kukupa matunzo? Haijalishi hiyo. Sawa, tuachane nayo. Najua miezi miwili alokaa ni mingi kwa hiyo hali, lakini naomba umsamehe. Ila kitu ambacho ungekifanya leo pale kingekusababishia matatizo zaidi ya hayo. Yaani mimi sijapenda kabisa ulivyofanya. Wewe ungezalilika. Tumbo kubwa, unaenda pale unagombana, afu unagombana na mwanamke ambaye yupo kwenye ndoa. Wewe umepewa ujauzito nje ya ndoa. Hivi ungechukuliwa vipi na watu wa pale? Si ungezalilika pale? Mimi lengo langu la kukutoa pale ni kwamba tukae chini tuongee amekosea wapi, tumrekebishe, lakini sio unachotaka kukifanya wewe. Yaani shemu, yaani leo tangu asubuhi nimeamka sijisikii vizuri. Tumbo linaniuma. Sina hata ile 100 kwenda hata duka la madawa kwenda kuchukua panado. Ilinibidi tu ndo niende pale nikafuata hiyo pesa ya matumizi. Pole kwanza shemeji yangu, lakini pia naomba usiwe na hasira za hivyo.
hizo hasira ni mbaya, alafu mwisho wa siku itakuja kukusababishia matatizo. Hivi ingekuwa mimi sijapita pale kingetokea nini? Lakini sasa tuachane nayo. Mimi shemeji, hapa kuna hela ambayo nimeifunga hapa. Wakati nakuja nilijua tu haya yatatokea. Sasa najua ni ndogo sana kwa miezi alokaa, lakini naomba uipokee shemeji yangu. Hii itakusaidia. Yani sio kwamba ni hichi tu. Mimi hapa nakupa hii ukafanya hayo mahitaji unayofanya, lakini nitaenda kuongea naye, tutakuja nyumbani kwenu. Unachokiahidi kiwe cha ukweli. Usijali. Yaani naomba mpaka baadaye awe ameshafika rafiki yako. Sawa. Hii pesa mimi hainitoshi kwa kunitelekeza ndani ya miezi miwili. Kama leo hajaje, yaani ngoma haitoisha. Yaani haitoisha kabisa. Yaani nitahakikisha mpaka mke wake ananijua. Basi sawa. Usijali. Kwema? Kwema. Hapa na wapi tena asubuhi? Nenda kutembea huko. Kutembea? Ndiyo. Mbona sio kawaida kutoka tu kama hivyo? Vipi rafiki yangu ratiba nayo? Hivi wewe uelewi ndugu yako anachokifanya? Anachokifanya nini? Nyie mmepanga mpango wewe na rafiki yako. Rafiki yako amepata mwanamke mwingine. Mimi sasa hivi anitaki. Shemeji wewe nayo kwa wivu. Yaani umeona tu lazima niwe nao. Umeona tu sijaja kupigia simu jana na leo ndio umeona labda. Sasa nipigia simu, nimekutana naye ndo kaniambia hayo maneno. Wa kuniambia hivyo mimi yule. Amekwambia mwenyewe kabisa unamsikia? Mwenyewe kwa mdomo wake. Sasa basi usinishirikishe kwamba mimi na yeye tumepanga, umeona? Tumepanga. Shemeji nisikilize. Wewe mwenyewe unajua kabisa mimi niko upande wako. Si unanielewa? Mimi siwezi kufanya upumbavu. Yaani nakataa kabisa na sidhani kama yani ndio hivyo rafiki yako ndo kaniambia. Shemeji sioni. Acha utani basi wewe hapa tumesimamishana ili tuongee mambo ya maana. Sasa matani gani? Shemeji sioni. Sijui marafiki yangu kabadilika sijui sasa hivi ananiambia uone utani gani? Shemeji sikutani mimi sioni. Wewe mkufuru Mungu. Sioni, simkufuru Mungu mimi sioni shemeji. Mbona kama uko serious? Nipo serious shemeji mimi sioni. Sioni shemeji. Uanesha. Sio poa mwanangu. Kwa sababu naona nashangaa kwa nini nakupigia hapa hiyo simu, si ndio hivyo? Lakini sasa katika matembezi yangu mwanangu kuna kitu ambacho nimekiona mimi mwenyewe kwanza siamini. Yaani naona tu kama mapicha. Kama msala vile. Wakati naelekea kwa mzee Yusufu pale kama unashuka bondeni kule basi unakujua. Nimekutana na shemeji. Umeona? Nimemsimamisha, akasimama tukawa tunapiga stori zetu 2-3 za kawaida. Kwanza akanipa mashtaka kuhusu wewe, umeona? Sijui namna gani vipi mimi fresh sasa wakati na resolve ile swala ili kae sawa. Nashangaa ananiambia aone. Mimi kama unajua mimi nilikuwa nasukulia kama labda mchezo tu makuzi, unajua shemeji. Shemeji vipi mbona simuelewi? Yaani kabla si resolve ile na nileta hii. Nikamfanya kabisa mkono hivi mwanangu auone. Tulivyoanza niliona nasukulia kama masiala sio nini, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda na yeye ndo anazidi hivyo yani kulia aone. Mimi nikasema kisa kipengele. Kwa muda nimejaribu kutafuta kwenye simu lakini sikukupata. Hapa nashukuru nimekupata sasa hivi. Mimi nikaona bora nijibebeni nimlete ndani hapa maana kwa mamake mimi sipajui. Sipajui vizuri japo siku ile tulienda lakini sijapakalili tunajua. Chochoro zile nyingi. Kwa ndo nimekuleta hapa tujue tunafanyaje. Yupo ndani wa mwanashemeji. Kwa umesema yuko ndani. Haina budi mimi niende nifuate mama yake. Nije naye hapa. Itakuwa ni busara kuliko mimi kumchukua nimpeleke kule. Mama yake yani sijui atanifikiria vipi. Si unajua tena dunia sasa hivi. Na tukiwa hapa ukitoa wewe maelezo mazuri ambayo atakuelewa, itakuwa ni vizuri zaidi kuliko mimi nimchukue niende naye kwake. Umenielewa? Mwanangu kama utafanya hivyo naomba yani usichukue hata dakika 10 kabla hujafika hapa kwa sababu wenyewe msala huu ujue. Na mimi mwenyewe nimejaribu tu kufanya hivyo kwa sababu ni rafiki yangu. Yaani ingekuwa tu ni rafiki wengine tu mara moja mara mbili au umeona. Mimi ningeachana naye. Ile nimejaribu kulibeba hili. Wewe mimi ni mwanangu, tunasaidiana kwa mengi sana. Yupo hapo ndani hata sasa hivi ukisema tukamwangalie twende ukamuone. Poa basi ngoja mimi niwahi hapa. Fresh mwanangu. Karibu.
Karibu. Saizi. Salama. Kwema. Kwema. Vipi mama nimemkuta? Yuko ndani. Ana shida naye. Mama. Mama yake. Mama unaweza kuangalia simu. Mama. Ndio huko. Itakupita mambo. Karibu baba. Shikamoo. Baba kweli. Safi mama. Nzuri, karibu. Asante mama. Karibu ndani. Hamna singi, zima na taarifa nimekuja kukupa. Taarifa gani tena baba? Mariamu kapata na shida pale. Mariamu? Yuko wapi? Yupo pale kwa rafiki yangu anayemwacha. Amepata ajali? Sio ajali. Ghafla tu analalamika haoni. Hebu twende tukamwone. Hebu subiri kwanza tuelekee huko, tunarudi sasa hivi. Kwema huko mama yake. Usiogope kijana, kule tulikotoka ni usiku, huko ni mchana. Wale unawaona pale ni watu kama wewe. Jukumu lako ni moja tu, nimekuleta huku, wale watu kuwapa chakula. Sawa? Kwa shangazi mimi ndo sioni tena. Na usiongee hivyo bwana, utaona tena mwanangu, sawa? Utaona lini? Sasa unaona hospitali kwenyewe wamekwambia kuwa una tatizo lolote. Kwa hiyo kutumia zile dawa mshirikishe na Mungu, utakaa sawa tu. Odi mama. Karibu baba. Asante. Karibu mwanangu. Haya, shikamoo. Baba kwema? Asante hapa. Nzuri. Habari zenu jamani? Salama, kwema. Nashukuru mama. Karibuni. Asante. Vipi maendeleo ya Mariamu? Mariamu bwana bado. Jana tulienda hospitali wakasema kuwa macho hayana shida. Kwa hiyo wamempatia dawa. Kwa hiyo tunadhani atumie hizo dawa tutapata majibu. Mariamu pole. Asante. Usijali utapona. Yaani ukimwona kama vile naona. Yaoni. Ndio hivyo. Usijali utapona lakini. Sawa. Sasa mama, si ngoja tuache hapa maana tunatoka hapo tunaelekea nani hapa chini. Kwa hiyo tunasema tupitie hapa mara moja tuje tuwaone. Nashukuru babangu. Asante kwa msaada wako. Nashukuru kwa msaada wako babangu. Haya mama, usijali tuko pamoja. Asante baba. Haya mama. Wewe mama, haina shida. Sisi bado tuendelee kuwasiliana ili kumjulia hali mgonjwa. Mariamu. Bye. Mariamu, siku nyingine bana. Asanteni jamani. Jennifer. Jenny. Hebu njoo. Ndio kae na mwenzio, mimi nataka kuondoka. Nataka kuondoka mwanangu. Jamani. Mimi nataka kuondoka, ndio kae na mwenzio hapa. Mimi nataka kwenda Vikoba. Nataka kuhitaji kitu hapo msikilize, sawa? Hiyo usichelewe huko. Sielewi, sinaenda Vikoba mara moja. Unataka kutoka kwani mpaka unaniambia hivi? Haya, baadaye tulia. Haya. Usichelewe kwa sawa. Ndugu yangu, kwa matatizo yako kila nikiyachunguza au sio ya kawaida. Mimi ndio kukushauri hapa. Inatakiwa ende sehemu moja ambako kuna mtaalamu hajaishindwa na mambo kama haya. Kuna kijiji kimoja kinaitwa Likwaya huko ndani kusini. Na kuelekeza huko kwa sababu huyo mtu sio kwamba na mblandi tu hapa, sio namna gani mengi kafanya ambayo nimeyashuhudia kwa macho yangu mimi mwenyewe na watu wengi sana kawaponyesha huyo mtu.
kama ni matatizo haya uchawi sio nini, hajaishindwa hata na hilo moja rafiki yangu. Mume wangu, sasa wewe kila kitu kwa waganga, kwa nini msijaribu sehemu nyingine? Yaani wewe huwezi kumshauri mtu mwingine isipokuwa kwa mganga tu. Hata hospitali pia zipo, hebu jaribuni kumpeleka hospitalini. Umesikia shemeji, anachoongea huyu inaweza ikawa kiko sahihi, kwa sababu ujue amepelekwa hospitali na wanasema hawajaona ugonjwa wote unaomsumbua. Yaani hana ugonjwa katika macho yake, ila tu ni haoni, mpaka akampa dawa za kutumia zimsaidie, labda inaweza kawa mshtuko, pressure ya macho. Umeelewa? Kwa hiyo anachokiongea huyo kinakuja kwa sababu ulimwengu sasa hivi umebadilika. Mtu anaweza kufanya kitu chochote bila hata kumkosea. Umeelewa? Kwa hiyo hivyo mimi nimemsikiliza, mimi nitafanya anavyosema yeye. Nitafuata anavyosema yeye kwa sababu ni rafiki yangu wa muda mrefu. Na pia anajua mambo mengi namuelezeaga, hata mimi ninapokaa pale sasa hivi sina imani. Sawa. Na wewe mke wangu usiwe kama ujui ya mambo. Yaani mtu tu mimi naongea naye kama hivyo tunavyoongea. Haumwi chochote, hajaguswa na chochote, anakuambia tu mimi sioni. Wewe unachukuliaje kumpa? Sawa. Fanyeni mnavyoona nyinyi. Rafiki yangu, usiyapuuzia anakuambia. Nenda likwaa, yaani ulizia tu. Mimi mwenyewe nitakupa kwa sababu sina baadhi, usiende kuuliza kwa mtu mwingine yote. Nakupa connection ya mtu namba. Likwaa usipasahau. Yaani hapo. Sasa mimi mwenyewe na mambo mengi tu. Siku hizi mwenyewe si unajua. Ningesema twende wote. Basi poa rafiki yangu. Ngoja mimi niondoke. Nitaendelea, lakini kama itakuwa nitasahau nitakupigia simu.